Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tena ni siku ya Alhamisi. Tunaelekea kuhitimisha mwezi wetu kwa neema ya Mungu. Amen. Amina sana. Tumshukuru Mungu. Wengine mwezi huu hawajauona kabisa. Tumshukuru Mungu kwa neema yake kutupa neema hii kuona huu mwezi. Amen. Somo letu la leo linasema kwamba tuombe hekima ya Mungu. Bwana apewe sifa. Somo linasema tuombe hekima ya Mungu. Amen. Au tuwe na hekima ya Mungu, hekima ya mbinguni. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika maisha haya ya utumishi tunatakiwa tuwe na hekima ya Mungu. Hekima kazi yake, hekima inafanyika katika utukufu wa Mungu na kwa maisha yetu kwa pamoja. Bwana apewe sifa. Tuombe hekima itokayo mbinguni, sio kuwa na hekima au heshima ya hapa duniani. Heshima hapa duniani Mungu amesema katika maandiko yake. Heshima ya hapa duniani ni upuuzi mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuombe hekima kama jinsi mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Suleiman alikuwa na hekima ya mbinguni. Amen, hekima ya kimungu. Amen. Aliitumia vyema hekima yake. Ilimletea kila kitu alichokuwa anachohitaji mbele za Mungu. Hekima inatufanya kudumisha kitu ambacho Mungu alichotupa ndani mwetu, ndio maana kazi ya hekima. Hekima inatufanya kuishi katika mwenendo wa kimungu, sio mwenendo wa kimwili. Amen. Kwa sababu hekima itokao mbinguni inatufanya katika kutuconvince, yani kutufanya kuwa watu tofauti, kwa sababu hekima inafanya kazi ya kutubadilisha. Bwana Yesu. Hekima haifanyi tu namna ya kuishi. Hekima ina kazi nyingi. Kinywani mwetu inatumika. Amen. Mungu amesema katika maandiko yake katika Luka sura ya 15, Luka sura ya 21 mstari wa 15 anasema kwamba nitawapa kinywa cha hekima. Adui zenu hawatapigana nanyi wala hawatashindana nanyi. Maana yake Mungu anatupa hekima yake. Amen. Ndio maana sasa leo tunatakiwa tuombe hekima ya Mungu. Katika maisha yako wewe uliokoka, ambaye hujaokoka, unaishi maisha ya duniani, unajitafutia heshima kwa wanadamu na kuhitaji urejee msalabani upate hekima itokayo kwa Mungu, kwa sababu hekima itokayo mbinguni inaishi. Hata siku mimi nikiondoka na wewe hata ukiondoka, hekima ya Mungu aliyokupa wewe itazidi kuishi kukutambulisha zaidi na zaidi. Tutolee mfano. Kuna neema ambao wengine wako wanajaliwa neema ambao wanaofuata neno la Mungu na kuwa na kiu na neno la Mungu la chemchemi ya utumishi. Mungu wako anawapa nini? Hekima katika nafasi ya kuongoza taifa, anawapa hekima. Hekima inazidi kuishi katika dunia hata ukiwa umeondoka. Kama rais wetu aliyekuwa anaitwa Magufuli. Magufuli alikuwa ni mzee wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mzee wa hekima, alikuwa anaongea maneno yenye hekima. Hekima ni namna ya kuongea. Kazi ya hekima ni namna ya kuongea na watu, ni namna ya kuonesha utu kwa watu. Hiyo ni kazi ya hekima. Ni namna ya kuishi na watu, ni namna ya kuona utu wa binadamu wengine kama jinsi wanadamu wanavyoenenda, unaonea utu. Na ni hekima ina kazi ya kuwa na huruma na wanadamu wengine kama jinsi unavyojihurumia wewe mwenyewe. Mtu asiye na hekima hawezi kukuhurumia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Asiyekuwa na hekima ambayo itokao mbinguni, asiyekuwa na hekima chemchemi ya hekima ambayo inatoka mbinguni hawezi akawa na nini? Na huruma na wewe. Tunaongelea sisi hekima itokayo mbinguni. Bwana pesa pale ukimhitaji Mungu, ukimwona mtu aliye na uhitaji wa Mungu anaishi maisha ya kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Kama namtolea mfano ambaye alikuwa rais wetu Magufuli. Alikuwa anapenda sana kuongea habari za Mungu. Anasema neno la Mungu hata mbele ya Ikulu, anafanyaje, anaongelea habari za Mungu, anawasihi watu namna ya kumtegemea Mungu, namna ya kuishi katika upendo, na alikuwa anapenda haki. Bwana pesa, mtu anayependa haki ni mtu ambaye ana Mungu ndani mwake, anampenda sana Mungu. Mtu anayeishi katika maisha ya haki ana Mungu ndani mwake. Kwa sababu gani? Haki inaonesha utu wa kimbingu. Haki ni utu. Mtu asiyekuwa na haki hawezi kukuonesha utu wewe. Mtu asiyethamini haki kwa binadamu wenzake hawezi kuwa na utu wewe. Ndio maana tunaongelea hapa hekima. Magufuli alikuwa na hekima kwa sababu ya utu. Bwana Pespa alikuwa anajua namna kuitumia hekima, kuitumia katika matumizi ya kuongea na watu, katika kujibu watu, katika kuendesha, katika nafasi aliyokuwa amepewa na Mungu ya kuendesha taifa. Bwana Pespa alitumia hekima yake vyema kabisa, na ndio maana sasa hivi watu wanafuatilia klipu zake Magufuli. Kwa sababu gani? Bado anaishi hekima yake ile aliyotumia akiwa hai, inamtambulisha, bado inaishi hapa duniani. Kama jinsi mtumishi wa Mungu ambaye tunaingia katika maandiko alikuwa anaitwa Suleiman. Suleiman alikuwa ni mzee wa hekima. Suleiman leo hii ana miaka mingi. Mimi nimezaliwa nimekuta habari zake za Suleiman, lakini bado
Suleiman anaishi hapa duniani, bado ile hekima alipewa na Mungu akaitumia vyema, bado inamtambulisha Suleiman mpaka kwa kizazi hata kizazi kinachokuja hadi nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hekima inaishi. Bwana Yesu, hekima inakufanya hata kama siku umeondoka na miaka umepotea, lakini watu watazidi kukuongelea zaidi na zaidi. Kwa sababu gani? Hekima uliitumia vyema, hekima uliokuwa nayo uliitumia vyema, hekima ya kuonesha utu kwa watu. Hatuongelee heshima ambao unawapa watu pesa, unawapa watu mali, unawapa watu nguo ili kusudi wakuheshimu. Tunaongelea hekima ambayo ulivyokuwa unaishi na watu kwa hekima, namna ya kuishi na watu, namna jinsi gani unavyowaconvince watu, unavyowachukulia kama jinsi umetoka nao katika familia moja. Ndio maana ya nini? Ya ubinadamu. Tunaongea hapa ubinadamu, ndio maana ya hekima. Hekima imebeba nyingi sana, imebeba vitu vingi, upendo humo katika kwenye hekima. Utathamini binadamu wengine kama vile unajithamini wewe mwenyewe. Ndio maana kazi ya nini? Ya hekima. Hapa tunaongea hekima ambayo itokayo mbinguni. Sasa Bwana apewe sifa. Tunatakiwa tuombe hekima katika maisha yetu, namna gani tuishi hekima. Bwana apewe sifa. Kwa maana imeandikwa kwenye maandiko kwamba mtu aliye na hekima safi itokayo mbinguni husema na kila mtu, hujibu kila mtu, huongea na kila mtu. Ndio kazi ya nini? Ya hekima. Kwa hiyo kazi ya hekima sio kuishi tu kwamba namuomba Mungu anipe hekima. Kumbe kazi ya hekima inatakiwa uishi katika matumizi, uishi katika matumizi ya kuishi na watu na katika namna ya kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu tumezungukwa na watu wa tabia mbalimbali. Bwana Yesu, mtu ambaye akifa aliyekuwa na kiburi kwa watu, anafanyia watu ukatili, watu hawezi kukuongelea hawezi kukuongelea sana katika maisha yako. Watazidi kukuongelea hata kama ukikufuatilia, lakini kwa ufupi sana. Lakini mtu ambaye aliishi na watu kwa utu na akaonesha hekima kwa watu, akawasamia watu wote, hata kama siku ameondoka, hekima itazidi yani watu watakuwa na shauku tu ya kumsikiliza. Kwa sababu gani? Ile namna gani maneno alivyokuwa anaongea. Yani hekima ni kugusa mioyo ya watu. Hekima inagusa mioyo ya watu, lakini kiburi kinaumiza mioyo ya watu. Natakiwa mtofautishe, kuna kitu hiki kiwili. Hekima inagusa mioyo ya watu, yani hekima inaishi ndani ya mioyo ya watu, lakini kiburi kinachoma mioyo ya watu. Mtu aliyekuwa na maneno machafu ya kuchoma watu, ya kuchafua, ya kufanya ukatili, ya kufanyeje, hawezi akaishi ndani ya mioyo ya watu. Kwa sababu gani? Hata kama watu watamweka ndani mwao, atakuwa anawaumiza sana. Ndio maana hawezi kuishi ndani ya mioyo ya watu, na hata watu hawezi kumkumbuka katika mambo aliyoyatenda, katika namna gani alivyoishi nao. Hawezi kumkumbuka. Watamkumbuka kama wanadamu tu, jina lake, lakini hawatamkumbuka namna ya utu wake aliyouonyesha akiwa hai. Kwa hiyo inatakiwa watu wa Mungu na ambaye hujaokoka, mtafute Mungu akupe hekima ili kusudi uishi katika mioyo ya watu. Si kwamba watu utawapa kitu, namna gani utakavyoonyesha tu kuishi na watu, utu utakaoonyesha, thamani ambayo utawasamini watu, namna gani ambao watu utawatendea haki, namna gani utawajibu watu, namna gani watu utaongea maneno ambayo ya kuwapa nguvu walio chini, ndipo utakufanya uishi katika mioyo ya watu. Kuishi katika mioyo ya watu inakufanya na wewe uzidi kuishi hapa duniani hata kama umeshaondoka, hata kama mimi nitakuwa nimeshaondoka hapa duniani. Ndio maana tunatakiwa tuombe hekima ya Mungu ili kusudi tuzidi kuishi na wenzetu hata kama tukiwa hatupo kimwili, lakini kiroho tuwepo hapa duniani. Tunatakiwa tuombe hekima. Bwana apewe sifa. Hekima itokayo mbinguni, hekima iliyobeba nguvu sana, inainua wanyonge, waliokata tamaa, waliovunjika mioyo. Hekima inainua watu. Bwana pesa. Mtu aliye na hekima akisimama kuongea mbele za watu kwenye ikulu au wapi, akitumia maneno yenye hekima, hata watu ambao waliokuwa wamejikatia tamaa, ambao walikuwa naonewa, akaongea maneno ya hekima, hao maneno atawafikia, anaonesha utu. Bwana pesa, watampenda katika utu wake. Amen. Si kwamba naongea hapa utafute sifa ya kupendwa na watu, naongea namna gani ambavyo unatakiwa na wewe uishi na binadamu wenzako kwa upendo. Mungu alisema kwamba nendeni ulimwenguni, amri inasema kwamba tupendane. Amen. Mpende jirani yako, mpende jirani yako, mpende nani kama nafsi yako, jinsi unavyoifanyaje, unavyojipenda mwenyewe. Ndio hekima hiyo. Mtu asiyekuwa na hekima hawezi kupenda, ni unafiki tu, hata kuonesha unafiki. Amen. Tunatakiwa tuombe hekima ya Mungu. Bwana apewe sifa. Hekima ya Mungu imebeba maisha yetu halisia kabisa. Hekima ya Mungu itakufanya uishi katika utakatifu, uokoe watu, unanioa si watu habari za Mungu, watu wapate kusikia habari za Mungu. Maana yake unavyoishi nao katika kwenye jamii inayokuzunguka wewe, hata mimi ninayozunguka, itakufanya namna gani watu wapate shauku ya kumtafuta Mungu. Ndio maana hekima. Kwa sababu gani? Wanakuona wewe jinsi gani unavyomtumikia Mungu. Bwana apewe sifa. Watakuona jinsi gani unavyoishi nao. Amen. Mtu ambaye unaishi na watu na watukana majirani zako, unawafanyia ukatili, alafu unatoka hapo unaenda kuhubiri Injili, unafikiri wala unaoishi nao
unayokwenda kuhubiri Injili, unafikiri wataipokeaje Injili? Hawawezi kuipokea Injili. Hata kama sehemu nyingine wataipokea Injili ya Mungu, lakini kuna watu ambao watakuja wakuchafue wewe, watasema huyu amekuja